Nimekuwa nikimsihi Mungu sana animalishe, hasa napokuwepo ibadani leo, ili niweze kusema. Siku nimemwomba Mungu, najua chozi ni mengi, lakini nilimsihi Mungu sana nitie moyo kusitaji hali hii ya machozi, moja kwa moja kama machozi ya furaha, na kwa namna ambavyo Mungu amekuwa nayo. Kwa hiyo nilimwomba Mungu na naomba Mungu anisaidie ili niweze kuwa imara, niseme maneno machache. Kwanza kabisa ninamshukuru Mungu kwa namna ambavyo amekuwa mwema. Sisi wote tuko salama na tunapumua, watu ambao hatukuhitajika kupumua tena, watu ambao hatukuwa kuwa hai tena, watu ambao tulitengwa na kuwekwa kusubiria maisha yetu kuwa mwisho. Lakini Mungu amekubeneza, amesimama pamoja nami, hajanipungukia, amepigana vita mwenyewe kinyume na maadui, kinyume na watesi, kinyume na mipango mibaya ambayo shetani alikusudia juu yangu, lakini pia na juu ya watu wengine ambao wengine walikuwa karibu na mimi. Jambo la kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Nafikiri ushuhuda wangu kila mtu anaelewa kilichotokea, nisingependa kueleza maana kila mtu anajua kile kilichofanyika. Nimesimama tu nimshukuru Mungu kwa namna alivyosimama. Lakini nilimwomba Mungu na nikamwambia Mungu, nimebaki na wewe. Na nikasema Mungu nifunike. Na niliona mkono wa Mungu usiku ule. Na hapo ndipo Mungu alianza kufanya kazi mpaka leo ninapozungumza na hapa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nimshukuru baba mchungaji na mama mchungaji pamoja na kanisa lote kwa ujumla, kwa namna mlivyoonyesha umoja wenu na mshikamano mkubwa wa kusimama nami wakati ambapo nilikuwa nimetupa kwenye jalala ambalo shetani alikuwa amekusudia mabaya. Hakika nataka niwaambie kupitia maombi yenu, kupitia jitihada zenu, mbingu zimesikia na mbingu zimetenda kinyume na utaratibu na sheria na mipangilio. Yaani imepinduliwa meza kinyume na ilivyokuwa imekusudiwa. Mbingu zimejitukuza kwa ajili ya hilo. Isingelikuwa mkono wa Mungu basi. Kuna usemi mmoja ulitoka kwenye sikio langu kwamba wewe sasa ni mwisho wako, lakini moyoni nikasikia ni mwanzo wangu. Nataka nitumie madhabahu kusema kama kuna shetani alijua kwamba amemmaliza Elisha, ama kuna mtu yote aliungana na roho ya shetani akiwa anafurahia kwamba ameisha, mimi moto ndo kwanza kibiriti kinatayarishwa kuwasha. Kazi ya Mungu itaendelea na tutamhubiri Mungu na tutamsema Mungu. Na Elisha si yule wa mwaka jana, si yule ulikuwa unamjua, ni mwingine, na namuomba Mungu zaidi. Kwa hiyo tunatarajia kupitia ile ambayo Mungu amelifanya, ambayo ni historia, kupitia kinywa changu, kupitia nguvu ya Mungu, Mungu anakwenda kufanya mambo makubwa na yatakayo kushangaza kwa jina lake. Amen. Mungu amenitwisha ukuu mkubwa katika taifa hili kupitia madhabahu hii. Amen. Na nitaendelea na nikwambie, usimwache. Tusimwache Mungu. Tutaendelea kumshukuru Mungu na mwendelezo wa shukrani. Leo tunafurahi kwa pamoja, tunamshukuru Mungu kwa pamoja, tunamuinua Mungu kwa pamoja, tunampa sifa Mungu kwa pamoja, kama watu waliohuzunika wakati huo wa kilio
pamoja naye, tutaimba pamoja naye, tutahubiri pamoja naye, tutatembea pamoja naye, tutashauriana kwa pamoja, na kazi ya Mungu itaendelea, na mbingu zitafunguka, na watu wataokoka, watu watapona, kwa sababu Mungu alimweka katika eneo la matengenezo, na sasa yuko salama kabisa kwa ajili ya kuhubiri Injili. Jina la Bwana libarikiwe sana, na Mungu awe pamoja nanyi. Nawapenda sana watu wa Mungu. Sioni haya kwa Bwana, kwake nitang'aa. Mti wake sitakana,